Mbarikiwa, 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 Chiriku, Chiriku, Chiriku mama ye, Chiriku. Hivi mwanangu Nuru atateseka mpaka lini? Hali yako mamake mdogo nipo, na ukiangalia nina nguvu ambazo nimepewa na bibi yangu Bindimu. Kwa nini sizitumie kwenda kumwokoa mwanangu? Hapana, ni lazima nizitumie hizi nguvu. Lazima nihakikishe namtoa Nuru huko alipo, maana naona kabisa anateseka, anasurubika. Siwezi kuruhusu hili jambo liendelee tena. Japo nipo mbali naye, lakini nahisi nafsi yake inasononeka kweli. Sasa basi, na uvaa ujasiri wa kwenda kumwokoa mwanangu. Sitojali chochote kitakachonitokea. Mimi ndo Chiriku. Chiriku, Chiriku, Chiriku mama ye, Chiriku. Chiriku, Chiriku, Chiriku mama ye, Chiriku. Chiriku mama ye. Chiriku, Chiriku, Chiriku mama ye, Chiriku. Chiriku, Chiriku, Chiriku mama ye, Chiriku. Chiriku mama ye. Chiriku. Kwani nini? Asani kauza mshegede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Dada yako alikuja nyumbani kunitembelea na kunijulia hali yangu pia. Tuliongea mengi. Vipi, alikuja kumwambia ni babako au kukuelezea wewe kuhusu msaada kunisaidia? Asani, mimi hajaniambia kitu chochote.
na wala sijui kitu chochote kinachoendelea. Halafu nashindwa kuelewa inakuwaje kwenye jambo lako mwanangu namhusisha mzee. Sasa unaweza kuniambia ni kosa gani hasa ulomfanyia baba mpaka sisi twende tukakuombea msamaha? Kuna siku nilikutana na mzee Ramadhani ambaye ni baba yako. Njiani nilikuwa naenda kukutana na demu wangu. Nilikutana naye na akanikataza usafari naenda niailishe. Na akaniambia kabisa mwanamke naenda kukutana naye ni mbaya, anifai. Ila mimi sikusikiliza. Nilimjibu vibaya na kumkejeli. Nilipotoka hapo nikaondoka. Na ndio maana aliponitokea haya anashindwa kunisaidia. Na kila nikimwomba msamaha anashindwa kunisamehe kabisa. Hiyo ndio chanzo. Sasa Hasani rafiki yangu, hivi hiki kijiji kilivyoharibika hivi, bado unatembea unakutana na mtu mzima anakuambia usiende huko unakoenda, halafu bado unamkashifu. Kweli? Salim, siku zote majuto ni mjukuu. Na siku zote wengi wanasema kutenda kosa si kosa. Kosa ni kurudia kosa. Naomba kuniombe msamaha. Basi fresh. Mimi nikirudi nitaonana na Amina, nitaonana na mzee pia nijaribu kuongea naye, tuangalie namna ya kukusaidia. Sawa, nitashukuru sana. Kwani nini? Hasani kauza mshedede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Yuma, nyoka huyo. Yuma, nyoka huyo. Yuma, nyoka huyo. Yuma, Gangu! nyoka huyo. Gangu, nisaidie! Nyoka huyo. Gangu! Nyoka huyo. Nyoka huyo. Gangu! Nisaidie! Nyoka huyo. Nisaidie! Gangu! Yuma, Mbarikiwa. Barikiwa! Mbarikiwa. Naam. Barikiwa! Nisaidie! Naumia! Niko tayari kukusaidia, ila kwa sharti moja. Kuhusu nini? Kuhusiana na nini Barikiwa? Ufanye kazi na mimi. Je, uko tayari? Nisaidie, tutaongea zaidi. Na kufanyia tiba, kisha hatiba yake unakuwa pamoja na mimi, unafanya kazi pamoja. Sawa? Unatakiwa ufanye kazi na mimi. Sawa? Mtatii. Mtatii. Uko vizuri? Unakumbuka ahadi yetu? Nakumbuka, lakini nataka nijue mpango wako. Yuma. Nataka nichukue kijiji chote hichi. Kisha nyinyi nyote mwe chini yangu mimi. Barikiwa. Naam. Na vipi kuhusu mzee Kigoda? Hakijua itakuwaje? Hataweza kukujua. Isipokuwa ataona kivuli tu. Kivuli? Na hatojua kivuli cha nani. Sawa? Ila atakuwa ni chako, lakini hataweza kukiona yeye. Sawa Barikiwa. Kuanzia leo nakutii Barikiwa. Mbarikiwa. Mbarikiwa. Chini juu, anga za mbali. Chini juu, anga za mbali.
mama we. Chini juu, chini juu, anga za mbali, anga za mbali, chini juu, chini juu. Anga za mbali, anga za mbali, chini juu, anga za mbali, chini. Mzee Kigoda, mbona leo umetujia hivi? Inawezekanaje hii? Nawauliza tena, inawezekanaje hii? Anga za mbali, chini juu, anga za mbali. Ni yupi ambaye anaweza akaingia kwenye kijiji hiki mimi nisijue? Na anaweza akatokaje katika kijiji hiki mimi nisijue? Nani? Hebu niambieni. Ni nani anayeweza kuingia katika kijiji hiki tusijue sisi au mimi nisijue? Nani? Kazi imewashinda? Uzembe au ni uvivu mlio nao? Anaingia mtu anakuja kumchukua Nuru. Mko wapi nyinyi? Nuru? Nuru kapotea? Inawezekanaje hilo? Kiongozi, umetupa kazi ya weredi. Kila saa umetu tukamlinda na tumpe ulinzi. Mnajifanya mjui au mmeshiriki katika hii biashara ya kumtorosha Nuru? Hapana kiongozi. Aya, niambieni. Ni nani ambaye ameingia katika hiki kijiji na kumtorosha Nuru bila nyinyi kujua wala mimi kujua? Nani? Sikia, sema. Kiongozi, ni Mbarikiwa alikuja nyumbani kwangu kumtibu Kulo. Mbarikiwa? Chini juu, anga za mbali, chini juu, anga za mbali. Hapana. Mbarikiwa mimi namfahamu vizuri. Hawezi kufanya mambo kama haya. Labda nyinyi mmeshiriki katika hili zoezi. Hapana kiongozi. Hatuwezi kukusaliti kamwe. Na unajua hatuwezi kukupinga. Inakuwaje tumtoroshe Nuru? Sasa basi. Yeyote aliyeshiriki katika tukio hili natoa siku 3. Natoa siku 3. Nuru au amepatikana. Iwe usiku, iwe mchana, iwe jua, iwe giza. Nuru apatikane. Mtampata wapi mimi sijui. Nitoe angalizo. Mtakaposhindwa kumpata Nuru, mmezoea kula nyama. Sasa ni zamu yenu mimi kuwala nyama. Naogopa. Tena uwe nakula nyama mchana kweupe. Sasa hii nitakula asubuhi mapema kabla jua lijatoka. Bishakira, nani kafanya hivyo? Mimi sijui. Nuru kapotea. Kapotea ndio. Sasa tunafanyaje? Tukamtafute, tutakufa. Twende. Mamdogo. Abe mwanangu. Unajua sasa hivi ulimwengu umebadilika sana. Ulimwengu umebadilika, watu wanafanya maendeleo, watu wanajenga majumba, watu wanatafuta mahela, watu wanakuwa matajiri. Lakini cha kushangaza sisi kuangalia kijiji chetu, maendeleo yani yako chini sana. Chiriku. Unamaanisha nini kusema hivyo? Maana yangu mimi ni kwamba kijiji hiki kimekuwa kikitawaliwa sana na uchawi. Maka kuna watu wanapotea, wengine wana mimba
kuharibika, kuna magonjwa yasiyoeleweka, kuna vijana sasa hivi wana mabusha, yaani ni matatizo chungu nzima. Ni kweli unachokisema mwanangu. Kijiji chetu kwa sasa hivi kimeathiriwa sana na janga la uchawi, kiasi cha kwamba vijana wengi wanapoteza nguvu kazi ya kijiji kwa ajili ya kujitumbukiza kwenye janga hilo la uchawi. Hususan ukiangalia vijana wenye rika kama yangu ndo wanajiingiza sana katika janga la uchawi. Wao ndo wanafanya kijiji kisiwe na maendeleo kwa sababu ya haya mambo ya ushirikina, kufuatilia uchawi. Maana ukiangalia sasa hivi wakilala uchawi, wakiamka uchawi, wakikaa uchawi, wakitembea, yaani popote wanapoenda wao wanawaza uchawi, na sio maendeleo ya kijiji. Hilo ndo linalowaumiza na kijiji. Mbaya zaidi, wanachuki na bibi yangu Bindimu kwa sababu yeye ni mtetezi wa wanyonge. Hivyo wanamwekea chuki kubwa sana ndani ya mioyo yao. Kwa mfano, wiki iliyopita kuna mahala bibi aliniagiza. Wakati narudi sasa njiani, nikakutana na binti hao tatu. Maneno walioniambia ni maneno makubwa sana na ni makali. Walikupa maneno gani haya? Waliniambia hivi: Chiriku, chiriku, chiriku mama ye, chiriku. Afadhali tumekuona. We binti, peleka hizi salamu kwa bibi yako, mwambie amrudishe ndugu yetu kama alivyomkuta mwanzo, la sivyo kitu tutakachokufanya wewe asija akatulaumu. Kitu kingine mwambie nimekutana na Bishakila, amesema mrudishe Kulwa katika hali yake, la sivyo ama zangu ama zake, cha moto atakiona. Mmemaliza au mmeweka nukta? Hivi nyinyi mnajikuta nani labda kwenye kijiji? Nyinyi vikaragosi wa mzee Kigoda, mnajiona kina nani? Alafu kama mnaona ujumbe ni kitu rahisi kupeleka kwa muhusika, mnashindwa nini nyinyi kutoka kupeleka huo ujumbe kwa muhusika mpaka mnaniagiza mimi? Sisi tumekupa kama tahadhari, na sio kwamba tunamuogopa Bindimu. Sijui Bindimu, sijui Bimaji, sisi hatumuazi. Bishakila ndo mimi, kama siku zote haunijui, cha moto mtakiona. Asi kujua kwamba wewe ni Bi Kikongwe nani? Unajivika ngozi ya kondoo ya kwao ni chui. Hebu sikieni nyinyi vikaragosi wa mzee Kigoda. Huo uchawi wenu mnaofanya hapa kijijini, mnadhani watu hawaoni? Wanaona. Ila wanaamua tu kukaa kimya. Wanalivungia tu. Sasa basi, mimi siwezi kutoka hapa ni 50 kwa 100 nikamfuata bibi yangu kaambia nimekutana na watu fulani, sijui vijichawi vidogo vidogo vya hapa kijijini vinavyojifanya wao ni manguli. Wameniambia hivi na hivi na hivi. Hapana, sitoweza. Hivi wewe binti, kinachokufanya wewe ujigambe hivyo ni kitu gani? Au ni hivyo vidudu alivyokupachika bibi yako? Sasa sikia, kuhusu swala hilo tushalikalia chini. Dawa yako ipo jikoni inachemka. Msichokijua ni kwamba naitwa Chiriko, mjukuu wa Bindimu. Woga siogopi dudu wala mende. Alafu huyu kikaragosi mwenzenu huyu, kitu alichopewa hilo ni pigo dogo tu, dozi ndogo tu. Dozi kamili inakuja. Nadhani tumeelewana. Yaani huyu kiburi chake tutamkomesha. Hivyo ndivyo ilivyo. Chiriku, chiriku, chiriku mama ye, chiriku. Sasa mamdogo, ili jambo litaisha kweli? Kuisha litaisha tu. Mathalani wazee wa kijiji hiki wapo katika kulipigania hilo swala. Kikubwa tu ni kuzidi kuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwapa umri mrefu na pumzi ili waweze kulifanikisha hili jambo, kutokomeza huu uchawi katika hiki kijiji. Basi Mungu awatie nguvu
katika mapambano yao ili kijiji chetu kiweze kupata amani. Chini juu, anga za mbali. Chini juu, anga za mbali. Lakonko, umesikia kauli kutoka kwa mzee Kigoda? Ina maana hata wewe haujui chochote kuhusu Nuru? Bishakira, Nuru kapotea. Nuru kapotea tena katika mazingira ya kutatanisha na hatuelewi yuko wapi. Yaani hapa natamani kucheka kama komba, natamani kucheka kama nyau na sauti haitoki. Sielewi. Tutafanyaje? Tutaanzia wapi? Kwa mzee Ramadhani au kwa Bindimu? Yaani wewe mzee ulimtaja mwanzo hapo, nyami ndevu, mzee Ramadhani, namuogopa. Nacheka kama komba. Mimi pia namuogopa Lakonko, ila hatuna budi. Nitafanya kila njia Nuru apatikane. Tupambane, lazima tuhakikishe Nuru amepatikana. Na mzee Kigoda kauli yake ni hiyo moja tu, na amesimama kwenye msimamo wake. Tumepewa siku 3. Na ninavyoona mimi Bishakira, kila mtu apambane kwa upande wake. Kila mtu apambane kiupande wake. Ijulikane alomchukua Nuru ni nani. La sivyo mzee Kigoda atatuminya damu na kutila nyama kabisa. Huku unaona alomchukua Nuru ni nani? Tushamrejesha Nuru, tunadili na yeye basi. Amina! Kwa nini unapenda kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu? Hiki ninachokifuatilia kinanihusu kwa sababu kinagusa moja kwa moja familia yangu. Sasa ukiendelea kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu vitakuja kutokea puani binti. Achana na sisi. Hii vita haikuhusu, kaa pembeni. Sikia nikwambie. Hii vita mmeianzisha nyinyi. Na sharti la vita lazima iishe. Nyinyi mmeianza, sisi tunaimaliza. Ila nakuonya kwa mara ya mwisho binti. Achana na kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu. Vitakuja kutokea puani. Usisahau hilo. Si kila mpira uwaga unadunda. Na si kila simba uwaga unatisha. Na ndio maana wengine wanafugwa. Chiriku, chiriku mama ye, chiriku. Chiriku mama ye. Chiriku, chiriku, chiriku mama ye, chiriku. Vipi Chiriku? Mbona ghafla upo hapa? Nilikuwa napita njia. Kuna tatizo? Hapana. Chiriku, chiriku, chiriku mama ye, chiriku. Lakonko, naomba niambie, Nuru yuko wapi? Kuhusu Nuru mimi sijui chochote. Ninachojua amekufa tu basi. Lakonko. 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 Naomba uniambie. Nuru mmemweka wapi? Chiriku, sijui kuhusu Nuru. Au unataka nikwambie hapo kuzimu? Unanificha, si ndio? Hutaki kuniambia.